Tuingia kwenye uchaguzi kwa sababu hatukutumia fedha katika kampeni, tukapata fedha ruzuku inayotuwezesha kupata milioni 8 tu mwaka 2020. Baada ya pale nikamshauri mwenyekiti kupanga ni kuchagua hizi milioni 8 zinazoingia kila siku kwenye akaunti ya chama kila mwezi, tupange matumizi yake kupita kuzunguka kuijenga kafu ili tuweze kutafuta tena kura za kutuwezesha kupata ruzuku na viti maalumu. Tuwe kila baada ya miezi mitatu tunapita kujenga chama. Yeye kwa sababu hawezi kuzunguka na maftaha, anaona kwamba ni kijana na wanachama wanamkubali kweli Tanzania mzima, akizunguka atajulikana, wanaweza baadaye wakamchagua nafasi yoyote atakayotaka kwenye chama na yeye ataondoka pale alipo. Yani anataka endelee kuwa mwenyekiti wa milele. Kama makamu mwenyekiti tulivyofika kwenye uchaguzi mwaka jana, tukamshauri mzee, watu mbalimbali wakamshauri, wazee wa Dar es Salaam wakamshauri, wazee wa chama wakamshauri, mwenyekiti chama kinaenda mrama, tunaomba upumzike hivi sasa, ukae pembeni, uwe mshauri wa chama. Chama uwapishe watu wengine, sura mpya. Huwezi kuwa mwenyekiti miaka takriban 30 na kitu hivi sasa, uko mwenyekiti mpaka leo. Chama kinashindwa kupata mawazo mapya. Pumzika, uwapishe watu wengine ili chama kisonge mbele. Mwenyekiti akatudanganya, akawaambia watu naweza nikapumzika. Akaniambia mimi chukua fomu ya mwenyekiti, mimi naondoka. Mwingine akamwambia chukua fomu, alafu wengine akawa anawaita. Mwenzangu mmoja wa Zanzibar ambaye alikuwa katibu mkuu anamuita, anamwambia usiongee na Maftaha, wewe Maftaha atakuharibia, mimi nataka nikuachie mwenyekiti. Mwaka 2019 tumeporwa na CCM. Tumenyang'anywa na CCM. Wagombea wetu wameinguliwa. Yeye kama msemaji wa chama, mimi makamu wake, nikamshauri lazima tutoe statement mzito ya kuaminisha watu wetu kwamba hatuko pamoja na hawa manyang'ao wa CCM waliotuengua katika uchaguzi. Profesa Lipumba kama mwenyekiti alikataa kutoa kata kauli tu, kwamba kauli tu ile kwamba CCM mnatuzingua. Alikataa kwa sababu ni wenzake, anashirikiana nao usiku. Tukaingia 2020, nikamwambia mzee, tumeporwa sisi hapa Mtwara mjini, ili jimbo mheshimiwa makamu mwenyekiti na katibu mkuu, CCM walipata kura 2800 tu. Zote tuliwatandika kweli zaidi ya kura 40,000. Tulishinda Maftaha na chuma. Walivyotunyang'anya, tukawaambia mwenyekiti wa chama tutoe angalau basi hata kauli ya kulani kilichofanywa na serikali ya CCM. Mzee Lipumba alikataa kutoa hata kauli. Tulivyofika kwenye uchaguzi mwaka jana Novemba mwaka jana wa serikali za mitaa, tulivyofika pale tukanyang'anywa, tukaporwa, watu wetu wakapigwa, watu wakanyang'anywa matokeo. Nikaambia sasa matokeo yale yote nikayakusanya ya hapa Mtwara na maeneo mengine, nikasema kama chama mwenyekiti tutoe kauli, tutoe tamko. Mzee Lipumba hakunyanyua hata mdomo wake kutoa kauli, hataki, kwa sababu wale ni wenzake. Mchana anakuwa kafu, usiku anakuwa CCM. Kwa hiyo kile ulichokuwa unashauri kinachohusu chama hakifanyi. Nilipofika baada ya uchaguzi wa chama cha wananchi kafu, nikasema mzee, kwa namna hii unatakiwa upumzike ili chama kisonge mbele. Nimekushauri sana, simu zangu zote zimejaa ushauri wangu kwako. Kwenye vikao vyote nimekushauri, vya baraza kuu, vya kamati ya uongozi, lakini hausikilizi. Tukafanya ushauri uliopitiliza. Tulivyoona ametumia manyanga mengi kwenye uchaguzi mkuu wa kumpata mwenyekiti na makamu mwenyekiti, tukapeleka kesi kwa msajili wa vyama vya siasa. Tulipeleka kesi kwa msajili wa vyama vya siasa, tukapewa barua, akajibu Profesa Lipumba, akajibu utumbo yale malalamiko tuliyoyapeleka, kwa sababu alisema mwenyewe, mimi sikujaza fomu
wala sikusaini kanuni za chama chetu katika wakati huo nikiwa kafu. Kanuni za uchaguzi za kafu zinasema kwamba mgombea yeyote atajaza fomu na atasaini fomu, alafu atapeleka kwa katibu wa wilaya, baadaye itaenda taifa.